Nyuso zenye tabasamu, sauti zilizosheheni furaha na mavazi yanayopeana hakikisho la uzingatiaji wa utamaduni ni miongoni mwa nakshi nyingi zilizopamba shughuli ya kitamaduni Kwale. Vazi langu hii ni vazi la Kiluo. Vazi hili ni kutoka kwa ng'ombe, wale ng'ombe ambao walikuwa ngozi ya ng'ombe ambao wamekomaa vizuri, na inamaanisha kuwa ni mtu muhimu. Ukivaa kofia hiyo, wewe ni mtu muhimu katika jamii, wewe ni kiongozi katika jamii. Na sisi Wajaluo tumetoka mbali sana. Tulikuwa na Joka Wing, Joko Molo, Joka Jok, unaona? Kwa hivyo safari ilikuwa ndefu. Na hii safari ambayo natoka mimi ni ya Joka Jok. Na kama unavyoona sisi tunawiana kidogo na ndugu zetu wa Nigeria ambao kuna Owanje, Obinjo, those kind of names are originated from the Luo. And Luo ni lifestyle. Luo is a lifestyle, is a tribe ambapo watu wengi wanaenzi. Kama vile mnavyoenzi kula omena, kula hizo vitu vingine kama pweza, sisi tunaenzi. Tunashukuru sana. Good work Samba Sport that's going through Babu the Great, and we appreciate such kind of art. Shughuli hii ya kipekee iliandaliwa na shirika la Samba Sport Youth Trust kwa ushirikiano wa karibu na shirika la The Art of Living. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, Babu G ambaye ni mkuu wa kamati andalizi ya shughuli hiyo aliweka wazi kuwa shughuli hiyo inalenga pakubwa vijana, kwani kwa muda sasa wamekuwa wakizipuzilia mbali tamaduni zao. Kwa majina naitwa Babu G, Babu Great au Babu Good. Nafanya kazi na shirika la Samba Sport Youth Trust ambalo liko pale maeneo ya Kombani, na nafanya kitengo cha Arts and Culture, na nikizungumzia haswa event ya cultural siku hii ya leo, ambapo tumeweza kukusanya vijana kuja kuweza kusherekea masuala mazima ya utamaduni. Ni kwa sababu mimi kama kiongozi ambaye naweza kuangalia hususan masuala mazima ya utamaduni, nimesema kuwa vijana wetu wameweza kuacha utamaduni sana, na ni jinsi gani ambao tutakuja pamoja ili tuweze kukumbushana masuala mazima ya utamaduni. Na ndio maana tukaweza kuandaa tamasha hili ili kuhakikisha tunazisherekea tamaduni zote ambazo ziko. Ndio maana tumeweza kuona wengine wamevaa Kidigo, wengine wakavaa Kikamba, wengine wakavaa Kijaluo, wengine Kiturkana, wengine Kimasai, wengine Kisomali. Ni kwa sababu hizi culture zote tuko nazo hapa nchini kwetu, na zinaishi na zinaendelea kukua. Kwa hiyo tutakapoziacha basi tutazisahau, tutarudi pale ambapo itakuwa tunasahau paka mavazi yetu ya asili ni gani. Na lengo kabisa na madhumuni nilisema kuwa ni lazima nilenge hawa vijana, kwa sababu hawa ndio chanzo kikuu au ndio wale watu wakuu ambao wanazisahau mila na tamaduni zetu, na ndio maana nikasema lazima wao niweze kuwapatia kipaumbele kwenye hii event ili waweze kuzikumbuka hizi tamaduni zao. Na upande wake mkurugenzi mtendaji wa Samba Sport Youth Trust Mohamed Ali Mwachausa aliweka wazi kuwa wako tayari kumsikiliza kijana yeyote mwenye wazo la kuielimisha, kuihamasisha au hata kuinua jamii. Wajali, na kama una wazo, acha hii wazo la leo la culture. Kama una wazo lolote kama kijana ungependa tulifanye ili liweze kuleta mshikamano wa vijana, lilete furaha, njoo ofisini tueleze. Sisi kazi yetu kusikiza na kutekeleza. Kwa hivyo usiseme wale watu wa Samba wanafanya mambo yao hivi na hivi, lakini wewe kama uko na wazo lako na ukidhani wazo zuri, njoo ofisini tuone, ama kama sisi wengine mvi zitakutishia, muone Babu G, mueleze wazo lako, na sisi tutakuwa tayari kutembea na wewe katika wazo lako. Aidha tulifanye kwenye ofisi ama tulifanye kwenye kijiji ambacho wewe unatoka, kwa sababu ni jambo ambalo linafaidi watu hapa. Hafla hii iliwavutia vijana zaidi ya 200 ambao waliwakilisha tamaduni mbalimbali za Kenya na kimataifa kwa ujumla, huku ikitarajiwa kufanyika mara zingine nyingi zaidi. Nikiripotia Talanta Mwanza Media kutoka kaunti ya Kwale, jina langu ni Ndala Francis Dennis.